and gentlemen, welcome to the second podcast. Kama dini yako sikatai na niko Mombasa. Dini yako ni ananionyesha kwa simu yake ameka profile ya dini fulani. nataka tu mu reflect kwa hiyo. Wewe niambie, wewe enda ufikirie kai ingekuwa ungefanya nini? Hatuwezi endea shafanyika. Mimi ni tasa enda sidhani. Ya beza ito. Ingine tulisoma shule. Watu jua hata Mungu hawataki wanaenda. Wewe finya. Tukutumavia chiki hasi. Tunaongelea kama ushaikula madem. Kama ushaikula fea. Kwa serious tunaongelea madem. Tunaongelea madem. Okay, so what's up guys, welcome to the Take On podcast. Na venye mmesikia tunaongelea madem. Kuna kitu kingine tunaongelea. Unafuata kama gossiper. Cheki, hiyo mic yako inakaa vibaya, hebu teremsha chini. Hiyo mic yangu. Yako teremsha chini. Anaitwa Mike. Wewe unaitwa Mike. Sina dhani. Kwa nini unaongea shingo mzee? Tujiintroduce. Sawa, sema jina lako huko. Si umesema Mike? Wewe wacha ujinga. Naitwa Mike. Mimi naitwa Simon. Mimi naitwa Manu. Naitwa Sami. Wow. Hebu mko na madem kwanza. Tuanzie hapo kwanza. Wewe, depends who is asking. Jibu hiyo. Who is asking? Muuliza mko na madem tu. Ni tu yes or no? I'm not answering that. Ndio hii kenye tunasemanga. Mko na dem ama ula? Ai bana, ni secret. Useme tu yes or no. Ni personal issue. Hatujasema useme jina yake, ni tu yes or no. Tuanze wewe useme. Wewe anza huko wewe. Umeona? Mimi niko nayo. Ako wapi? Akuja wewe. Akuja salivia. Ati mahali yako asimame. Nika wale mapasta. Ushiona wale mapasta. Na sijatembea peke yangu. Mke wangu anaweza simama. First lady. Ati my beautiful, the most beautiful woman in the world. Of them all. Kuna kitu yenye natamani nginiwaambie. Nadanganya buda. Hebu tuongelee stuff. Unajua mbona mademu anapenda uongo? Unajua wacha nikwambie. Si ati ni waongo anapenda kudanganywa. Nyie ndo mshiki. Unajua? Kuna msichana anataka kudandia hii. By the way, acha nikwambie. Amedandia mtu. Buda yangu. Okay. Acha nianzie story moja hapa. One of the Buda. Aya. My father was a wise man, God rest his soul in eternal peace. Aliniambiangaje? You are a man. When nilimaliza fofoka naambianga Mike, you are a man, najua sasa utaanza kupata madem, utaanza kudate wase madem specific to madem. Aya. Sasa one thing you should know. Ladies do not love the truth. No lady wants you to tell them the truth. Because ina ni ukweli. Because acha nikwambie one thing, I've been in a couple of relationships, one or two, Couple. Alafu mingi. Low guy. Wait, atumesema? Nikaa sijasikia. Umesema umekuwa kwa relationship ngapi? 2. Buda, Amesema couple na couple ni mingi. couple ni 2. Kula Okay, Mike relationship 2. Hiyo si ya maana anyway. So, listen. Really? Shut up, how to give you wisdom. Uongo. Sikia. Wacha kudanganya watu. Tasema uongo niseme ukweli. Get nota hii. So alikuwa anambia. So sikia alinishoaje? Mademu utakwambia ukweli kwa relationship. That is the truth. They don't know. I want a truthful man and all that, ndio. But the truth is many ladies cannot they cannot hawezi absorb ukweli vizuri. They don't take the truth vizuri. Unacheki? Because kuna mambo fulani ya Kikamba, sijui nani Mkamba hapa hivi. Simon. Simon ni Mkamba. Mambo fulani huyu jamaa anaipangaje ati wali kidnapwa kwa bank, wali kidnapwa kwa bank, alafu wenye wase walienda waizi wakaanza kuvaa nguo, jua tulikuwa wameambiwa kayuchi. So wenye waizi walienda wakastruggle kuvaa nguo, huyu jamaa akavaa panty ya dem. So alikuwa sema atendaje cosplay bibi yake, si ndio? So imagine scenario unaenda kwa bibi yako ati hii panty si yangu. Tulikuwa tumekidnapwa. Do you think there's a day za kuanzamini kitu kama hiyo? Sidhani kama iko. Exactly. Sasa kwa hii panel kuna ladies but Muna. No, si kuna experience me dating your mind lady. Muna si anaweza wa represent. Unje ile mama yenyewe umejaza ni mingi kushinda yangu. So turudi kwa topic. Kati ya wewe na Simon. Wewe uoni? Si unaangalia. Uliza swali. So ni issue. So how many of you here wanaambianga warembo ukweli? Tukianza na wewe. Kwanza kulikuanga na swali. Mimi nimesema yangu ni special case.
Yangu ni special case. Si ujibu tu yes. By then akudanganya. Jita kusaidia ni kujibu yes. Unajua ana watch. Ana watch. For real. In fact namtumia. Hiyo ni personal nini hapa. Ama umeona mtu. Ama uko na mwingine. Umeona potential hapa. I am not the topic here. Ni nini? So, how many of you tell your ladies the truth? For me, no, I don't. Because nikimwambia ukweli, mtaachana. Tutaachana hata niamini. The best thing. But sisi ati ni 100% lies. Nakuaga 50. Thank you. See, like 50 kuna zile vitu zenye kuna vitu tu wezi sema tu ukweli. But kuna ile yenye sijika usha experience ile yenye ukimwambia ukweli akutrust. Exactly. Unaona ukweli sasa hapo akutrust kabisa. But sasa uongo. Anaingia box mbaya. By the way, na ina depend na venye unamdanganya pia. Pia usidanganye tu kidanganya. Kwa na strategy. Lying in a loving way. Yep. Juu acha nikwambie even unadanganya alafu na saa. Wewe mtap. Because even most relationships huanza na uongo. Ukweli ama uongo? Ukweli. Most relationships start from lies, eh? The foundation of relationships inakuanga lies. Hata the first words zenye utaenda muapproach mchoche venye ni tajiri gani ni uongo. Venye uko na do. And you are the most beautiful woman in the world. That is a lie. Kwanza ile unamwambia venye ameweza na umeambia watu wengi. Atijana de brisha na mrembo kawe. That is a lie. Before yeye kuna mwingine uliambia atukulangi. Samia nafikiria. Samia anachukua wisdom. Samia ni mando kwa kuna upate wa chance wewe uongee katikati. Ama kuna rules. Tulikuwa kwa Manu. Do you speak the truth to your lady? First, do you have a lady? We start from. What's your story? Acha kama swali zenye mtu Unajua boy. Wewe ongea tu. Unajua boy sasa pigia simu. Acha niseme. Tuache hapo wewe mrembo wake. Cheki ongea na nini? On Monday. Kama nishai kama mimi udanganya. Kama uko na dem. Kama mimi udanganya. Uko na dem. Acha hiyo swali za zenye zisaidia. Endelea Manu. Mika true. So uko na dem. Venye tu sema mimi sidanganyangi mimi. The truthful man. We have lost a man. The truthful man. We have lost a man. One down. One time. Anyway, itam ikiisha. Unajua acha nikwambie kuna times zingine hautakuwa unaongea ukweli all the time. Kuna times lazima utadanganya ndio and then you know kulai unadanganya because you are in a situation whereby if you say the truth maybe inaweza achana kwa relationship, inaweza lead up to something else, so you come up with the lie. And ndo maana nilikuwa ninasema kudanganya lazima ukuwe na strategy. Huwezi danganya tu hivyo so na huwezi nasia tunadanganyanga all the time. Yeah. Nile tu some situations whereby nasia tutamwambia kuna zenye maybe atajua maybe na kanyagie, but kuna zile zingine zenye msichana kanyagie lakini zile kuna yenye anaweza jua and then sasa ina depend na venye ulidanganya na ina depend na ile situation yenye ulikuwa into. Kama mnajuana vizuri you know, so mimi sitasema ati sidanganyangi, lakini kuna times too like you have to lie in order to make things right kind of, but mimi wasidanganyangi all the time. Wow, thank you. You have a man. Next. Do you lie to your significant other? Sasa nani? By the way, do you lie? Wala simuko singo. Okay. Tuko truth ama tuko kwa lie? Tuko kwa lie. Do you lie in your relation? Do you lie? I don't lie. Oi. I don't lie. Mimi namwambianga achukue, akitaka achukue kama ni ukweli ama achukue ni uongo, itakuwa ni kwake, because unapata truth ina vary na mtu, na hata umwambie ukweli aje anaweza muachukue ni uongo. So upande wake hata kama ulikuwa unamwambia ukweli na amechukulia ni uongo, upande wake itakuwa ni uongo. No matter wewe ulikuwa unaongea ukweli, na ukimwambia uongo na achukue ni ukweli, ni hivyo itakuwa ukweli upande wake. So mimi nasemanga venye kuko
yeye achukue venye anataka, because huwezi force perception ya mtu ama venye ata understand kitu. Understanding ya watu ina vary. So mimi personally kwa relationship yangu, I don't lie, I just say what is there, venye ataichukua iko kwake. Ataichukua iko kwake. Haya, most of the time new danganya. Seti kwa relationship ndo sidanganyi, but new danganya. New danganya kwa vitu zingine utapata nitadanganya na hivyo. Kwanza ukiwa wewe ni mwanabiashara, utakuwa na lugha ya uongo kwa mdomo. Na pia wasichana sometimes inafika mahali unakuwa na lugha ya biashara, ndo upate wengine ukose wengine. True. Hiyo ni kwa mimi. The man Satan himself. Na ukijaribu na unaonekana the king of lies. Kusema kweli mimi sidanganyangi. Na kwanza you said in relationship like generally. Kwa relationship sidanganyangi. Na kwa honest. Lakini kwa watu wengine kwa mkubwa hivi lazima. So you lie, ndio? So what one thing we agree here. Next week nishadanganya mimi ni msik. Hata tujui kama anadanganya sahihi hapo. Anadanganya. So one thing tuna agree hapa si wote, we all lies, ndio? So that was just a teaser for the topic of the day. So I want us to discuss something about men. Nilikuwa nataka nisikie first of all what your idea about that. So leo nataka tuongee kitu moja hapa hivi. The topic is men are good people but they are just misunderstood. I agree. Men are good people but are just misunderstood. Sasa because for the longest time tumekuwa tukisikia mademu akisema men are dogs, men are liars, men are spoons, men are everything. Sufuria. Yeah, sasa nikwambie every lady utauliza mwenye shaiko kwa relationship atakwambiaje? Men are bad people. Even for most of our mothers, for most of our mothers sasa utakwambia mzee wako hakuwa mzuri, akisema tu kufunguka kwa mzee wako alikuwa na shida fulani na fulani, ndio? Because that is the perspective that the world imeka kwa men. Ndio hata ukienda, ndio maana unaongea hata ukienda koti na dem ukienda ku kesi, it is more likely dem atakuwa favored because people believe that men are just bad people. So do you agree with the statement that men are good people but they are just misunderstood? Yeah, I agree. I totally agree with that. So what scenarios do you think men are misunderstood? Scenarios kama gani men uko misunderstood sana? I think in society. Forget that voice of that lady's voice. Let us talk to men. I think ni society venye imeweka like ile like ndio hiyo mwanaume anafaa kuwa na pesa, men should not cry. Baida. Cry tena. Buda. Cry. Calm down, start talking. Cry. Tulia. Ataongea personal stories. Sema tu general. Scenario. Emotional. Ile tu general. I'm very sure mshaipata na ile instant yenye maybe a guy amekelewa like defilement. Unapata anytime umeenda kwa court case mwenye usikizo sana. Ni child. Hata unapata kesi mingi, hata I think 90% zinakonga kuwekelewa watu wenye wako kwa jela, especially men. Kwa sababu men kuna venye tu washawekwa, kuna ile place yenye tu tumewekwa. So unapata kwa kuna hata tuseme simu ipotee hapa ama makarao ingia hapa mwenye watapokea beating sana. Men. Compared to ladies, of which inafaa kuwa equality. Man, what do you think about that? What do you think about that topic? Men are good people. They just are talking. Same case in workplaces, whether in school. Unapata tu women ndio wanapewa that much your environment ya ile tu ya kudekezwa. Na hata shule unaweza pata sana campus life. Women like sana if something happens na there is a lady and a man being accused, sana ni mwanaume ndo atakelewa ni endo ameiba, because like itakuwa ile how can a lady steal this, and you know, so and also cases pia za hata like in campus venye wanawake huwa wanapewa much priority, whether ni let's say exam, msichana akipatikana kicheat, it's a different case. Hata
hata kwa working space hata working hata in workplaces so I think ni venye tu wanaume huko misunderstood because wanakuanga wamepewa hiyo picture ile image tu ya like you have to be responsible like ukifanya makosa you just have to take up as in be a gentleman no so yeah I think men are always misunderstood in a lot of scenarios in many scenarios huko nje whether it's workplaces whether it's in relationship as well speaking of cheating unaona vitu kama hizo unapata tu ni men ni mwanaume ndo amecheat mwanamke unaona so there is a lot of scenarios out there I think men are always misunderstood out there Teacher? Yes, I think kwa support tu na kuongeza ni kwa sababu men wajui kujiexplain. Sasa we are good ni vetu tujui kujiexplain. So we will end up taking the blame kwa sababu hatuna hiyo time ya kwanza wajua women wanakuanga na watu wako vocal. Especially say ikikuwa ni kwa kuongea. Hapa hata kama mwanamke ndo wako wrong, yetu ataanza kushout na apige nduru. Na sasa unajua utakizo manduru ndio kelele. Umeshinda ni sawa, so utapata mwanaume amechukua nini hiyo blame na macho ya kila mtu itakuwa unaona amenyamaza hapa anajua ndio so men are good ni wetu wanakuwa misunderstood so I'll support that Niga mimi sitadanganya si ndio sini wazuri tu save huko chini tunakuja lazima useme unaenda kula okay sini wazuri hiyo hatuwezi danganya unacheki but kuna tu zile vitu za kishebedule kitu za kishenzi tu unaona enye wasi hapo nje wakiona wanaume wanajua kuna vitu zenye as in tu kama tu sahi wacha nikupe example sawa sahi ukitembea usiku upatane na karau ukiwa peke yako atakubamba sawa but dema akitembea usiku sawa atapata na karao atakuwa naona so kuna vitu tu zingine si fair but the first question nimeuliza hapa tukianza nimeulizaje do you lie in relationships most of you wakasema sometimes you lie not istadanganya mimi na lie mimi na udanganyanga so what ulisema that's a good answer lazima ufiche white paka akitoka panya anatawala so tukianza kila mtu ameconfirm sometimes you lie si ndio in a relationship so does that make you good do you think you're good do you think you're misunderstood because wenyewe mmeagree ama si wenyewe tumeagree most of the relationship we start from lies na tunajua most relationships are initiated by men sawa but so not do you start by lying most people do start by lying when you tell that your woman that you're the most beautiful woman in the world that's a lie when you tell her that I've never felt how I feel right now with you that's another lie those things that you say most of them are lies so do you so is it true when we say that we're not misunderstood do you think it is honest saying that we are misunderstood ama ni kweli saying we are just bad people I think that's why you also sorry for the first time nilikuwa nataka mjibu kwanza so that you can realize whether we are misunderstood ama we are just bad people I think sasa hapo ndio naweza sema it depends on how you lied and how you lie in a lead kwa nini but now you know yeah this is tough but it's true lakini unajua kukua misunderstood kukua misunderstood maybe inaweza kuwa ni juu unajua you're a good person let's say umeekelewa kitu hapo ndo ninaweza sema like you're being misunderstood because of your image venye unakaa venye let's say you keep yourself and then maybe you find yourself in a situation where umeekelewa kitu hapo ndo naweza sema sasa hapo mwanaume ndo uko misunderstood na certain things like, but so unaona hiyo point ya kudanganya of course okay hiyo ya kudanganya dem in a relationship sisi sema ni ile category ya kudanganya ati ile si ni ile tu ya please kuflirt so sidhani kama inaweza kuwa that serious juu hata chukulia kama lie hata feel flattered
ata feel good about herself. So I think men are always misunderstood in a wider variety, like But the men good. And we are good. Let's say you become a failure, you know, sasa utaanza kusemekana mwanaume unakosaje sijui kufanya this and this and this and this. No, because now tusha ekwa kwa hiyo image ya we need to be responsible, we need to be, let's say, protective and all that. So hiyo ya kudanganya mimi naweza sema tu it's just we just flatter with our let's say girlfriends. Okay, hiyo swali ni nzuri na nimependa venye nimekuja na hiyo trick. But me what I'll say ni about goodness. Ukwangi mzuri kwa sababu unafanya vitu mzuri. Sure. Kuna watu wazuri pia wanafanya vitu mbaya but ni wazuri. But mtu anasikia amesema mahali situationship ni kama umenunua nyama imeoza. Hata upikaje vizuri hizi kwa nzuri imeoza. Uwezi tu hiyo mind ilikuwa imeoza, na pia ununue nyama mzuri upike vibaya iungue, utaikula. Sasa nyama ilikuwa mbaya, ni mapiko yako ndio mbaya. So hiyo ndio naweza sema. So most of the time atudanganyi kwa sababu sisi ni wabaya. Unaona? Kwa sababu maybe kwa hiyo situation, na that's why unasikia watu wengine wanasema kuna malilisikia mtu akisema sometimes uonge na kuanga kama wisdom. Because unaangalia unaona hapa ukisema ukweli utaacha. Umekutana karao usiku, wewe ni mwizi, umeiba. Automatically unafosema yes. But ukimwambia yes unaenda unajeka kwa noma zaidi. Sasa unamwambia hapana, but hiyo maalishi hujaiba, umeiba. In fact wewe ulikuwa unaiba makalamu za watu sana kwa shule, nimekuwa ishikwa. So hiyo ndio mimi naweza sema. So men are good. Men are good. Na ukipata mwanaume amekuwa mbaya, tibu angalia nini imefanya. Kuna juu akoti mtu anazaliwa akiwa mbaya. Vitu hakuna mtu ati ni kama mzazi. Sasa unasikia unasema hata mtu akwe mwizi aje, mama yake ama mzazi wake hako na mama yake zitaka mtu wake auawe na kitu kama hiyo. Kwa sababu hakuna mtu anakuwa tu mbaya. Kuna kitu 1-2 zilifanyika kwa kifanya nini akaenda kwa hapo. Maybe unaweza pata alikuwa mzuri sana to the point akafika mali hiyo uzuri yake imekuwa taken for granted. Inatonga place of no return. Kama tu tuwe na uzuri kama kwa mbaya. So hivyo ndio mimi nasema. Mkuu kama mbaya. I think kila mtu ameelezea. Unajua sasa I think men kuna ile unatoka man up. You have to man up kwa kila mahali. So unapata hiyo pressure as a man. So unapataga hata ukiangalia walikuwa wanasemanga statistic inaonyesha jela mingi most ni men. Men jela mingi zikana wanaume. Ukiangalia cases serious cases na kunga tu men. I think ni ile pressure. Ile pressure society. You have to man up. Kuna venye especially ukishamaliza shule, seme umaliza high school na campus. So kuna ile pressure. Unafaa kuwa una drive unapata pressure. So unapata zamani unapata vitu unafanya vitu fani kwa sababu ile pressure yenye society imetuweka zamani. Ufai kulia, ufai ku emotional. Unaona? Of which ifai kwa so haufai kulia ama haufai kulia mbele ya watu. Hata ile kuti express. Unajua ukilia is like expressing yourself. Hata nyuma yani wakikuwa hata hiyo nyuma watu watakangulia hadi peke yako wezi lia. Kuwe ngumu. Kuwe ngumu. Na hapo sana unapata most of the men we are dying inside. Hata ukiangalia statistics zinaonyesha hata most of suicidals are men. Venye akianza alikuwa amesema wanaume mademo wanaongea. But men tunafia nikikwambia shida yangu utaniona ndaka as a weak. I'll be less of a yes I'll be vulnerable nikishare my weak. So bro by then sijalipa rent ABCD nikishare mbele yenu ndaka weak. So I prefer keeping my problems to myself. So kipeli inakuwa ngumu. Let us talk about that pia na feel pia tuongee. It's a very good aspect ama angle because this aspect of men crying. Do you think crying is a solution to men ati ukiwa na unafaa cry? Because wewe umesema societal pressure inafanya wanaume wana the result to bad things. Any society men are good people naturally. But now this how the society wants men to be
What the definition of men kwa society inapatia mwanaume pressure paka ana result maybe something anatana to be a bad person, unaona? But let us look at this way. The idea, first of all, the idea of man is defined by God himself, first of all. And God has the idea of who a man should be, especially after the fall pale katika Genesis tunapata kwamba they said that God said that man should be the provider. Man will toil the land to get food. Man is man will be later man is the head of the family of a relationship and everything. And the head means protection. Like the same way tunasemanga Jesus is the head of the church. Jesus is the provider, he's the protector, like he's everything to us. The same way a man should be. So inamaanishaje kwamba we are equipped for that. Sasa because when God created man, alikupatia every arsenal to make sure that you become fruitful to this land, which means you have all the equipment to do that. But yes, but so because man are becoming wanaumia kwa sababu man are not supposed to cry. But that is not your position, unajua? What I know, as much as it sounds controversial, is that a man, you are the source of strength for society. When ladies look at a man, they want to see somebody strong. When ladies look at a man, they want to see somebody who is firm. That is the truth. Na si hata tunaekelewa because that is what we are programmed to be. Yeah. Tunaambiwanga ladies are emotional beings. So if ladies are so emotional, then if you're going to get another emotional aspect of men, then you have got no leader here. True. The whole world will be messed up. That's what I think it is. So do you think a man should cry? Personally, nimekuwa against hiyo. Why should a man cry? Mi nasemanga mwanaume akwe tu strong. Umesema vizuri from your perspective, from your angle ya Biblia. Hata ukiangalia, yani usito tuliambiwa tutalima huku chini itakuwa, yani tutalima, yani tutachoka na tupate food. Exactly. Inamaanisha Mungu alikuwa anajua, alitu umesema alitu-create na resource enough. So mwanaume afai akwe, ukilia mwanamke atalilia wapi? Exactly. So when a man cries, inamaanisha we failed. Exactly. Everything has failed. Women are allowed to cry. Women are allowed to be vocal. Women are allowed to shout. But sisi ndio ni kama akili, yani sisi tumebakilia hii dunia. Exactly. Hapo unapata siku hizi vitu zetu zinaenda aziendi poa, hata dunia inaenda venye naenda kwa sababu ya nini? Men tulianza kulia. Exactly. It's okay for a man to cry. It is not okay. It is not. Because if it's okay for a man to cry, then it's okay for what a man can do, a lady can do better. Exactly. But if hiyo kama tuko against your statement, what a man can, now of course what a man can do, a lady cannot do. Tukitoka hapa na msichana tuchapane mangumi. Yata nichapa 20 nimesimama, mimi ni moja tu atalala. Exactly. Hiyo ni kuonyesha na she cannot do what I can do. Exactly. Unaona? So turabo free maneno, wanaume kutakulewe ndio lilio kwa bafu kioga na shower inatoa sauti. Kama hakuna mtu anakuona. Exactly. Hiyo weakness yako usi project kwa watu. Exactly. Project just babu tuna kill future yetu. Exactly. We are not becoming what tunafaa to become. That's why the land is not productive. Exactly. Sababu utaki kushika jembe, si pia bibi atoke. Ati kuna home inatoka homemakers men, ati mwanaume anakaa nyumbani analea watoto, bibi enda kazi. You see, that is that is a problem. Exactly. Hapo ndo unapata tunalea. Kwa nini mambo ya homosexuality inakuwa iko on the rise? Exactly. Sababu ya hivyo baba analia, hata raise mtoto akue straight. Exactly. Mtoto atakutaka kwa weak. So men kama ni usie kulia si mbaya, but tunalilia wapi? Lilia kwa bafu. Lilia kwa bafu. And just to add on that, ndio unapatanga the biggest problem hapa is that men are letting ladies define who a man should be. True. That is the biggest problem. Unataka uitwe gentleman adem, ati a real man should do this and that. Unataka uitwe real man. That is the problem with men. That is the truth. That is the biggest problem with men. We want to be defined by ladies. True. Na inafai kuaje a man, in fact inafai kuaje a man should define a lady. That is the true order of things. A man should be defined by God. A man should define a lady. That's the truth. That's what I believe, because I don't ukiangalia pale Garden of Eden. I don't know why I keep referring to the Bible. Ukiangalia pale Garden of Eden, who named Eve? God akulita Eve. Actually, God ni It was Adam. It was Adam. Anyway, it is crazy. When God created Eve, venye alikuja, Adam akwambia ndo udem. Unajua anaanza tu kuropokwa. This is the last do what. The one woman from Juma nini. I will call you Eve because you come from Adam was speaking, because Adam was speaking life to Eve.
alikuwa anapatia Eve as much as God create Eve, but Adam alimpatia hiyo identity. Na pia kuchunguza anampea jina after ameshatenda dhambi. Exactly. Adam alikuwa amelalisha. Eve akamfanya kula matunda. Exactly. Sasa after amesha fall, ndio sasa Adam anamwambia you shall become Eve. Kwa nafasi yake pale mara ya kwanza alifail. Exactly. Alifail. Sasa shetani alichukua nini? Alikuwa anaitwa woman. Woman ametenda dhambi akamwambia you shall become Eve. Exactly. Asipopanga huyu bas messed up. The best analogy so far. In that no man anakwambiaje, we should men as at the moment you are born a man, you should be very careful. Be careful who defines you. True. Inamaanishaje, you should first know who you are, so that you can be able to rule. True. To take that mantle of leadership that you are meant to be. Because if you don't know who you are, women will define you. True. Don't number a woman will and most people say men should cry are women. Anakwambia don't be, the moment you try to act like a man, anakwambia you are a misogynist, or sijui you are a chauvinist, sijui itongaje sijui masculinity, itongaje negative masculinity ama unasemangaje toxic masculinity. And we are scared to be called those names because we are letting women define us. And that's why even now the society is upside down. That's why kuna an influx of, forgive me for saying this, but single mothers, because men are not. Ladies and gentlemen, welcome to the second podcast. Kama dini yako sikatai na niko Mombasa, dini yako ni ananionyesha kwa simu yake ameka profile ya dini fulani. Nataka tu mu reflect kwa hiyo, wewe niambie, wewe enda ufikirie kama ingekuwa ungefanya nini? Hatuwezi endea shafanyika. Mimi ni tasa and sidhani ya beza ito. Ingine tulisoma shule. Watu jua hata Mungu hawataki wanaenda